Karibu sana kwa channel hii ya YouTube ambayo inakuletea habari kutoka pande mbalimbali duniani. Wiki hii tunakuletea habari kutoka India ambayo imetikisa dunia nzima. Ni habari ya kuhuzunisha kwa kweli. India ni nchi ambayo kwa miaka mingi mno kumekuwa maelfu ya wanawake vijana wakipoteza maisha ati kwa kuleta mahari isiyotosha. Mara nyingi habari kana hizi huwa hazizungumziwi na kupewa kipaumbele ili kuelimisha jamii. Lakini kifo cha Twisha Sharma katika jiji kuu la Bhopal mnamo tarehe 12 Mei kimezua msisimko mkubwa wa vyombo vya habari, huku kesi hiyo ikigonga vichwa vya habari kila siku. Mwanamitindo na mwigizaji huyo mwenye umri wa miaka 33 alikuwa ameolewa kwa miezi mitano tu na wakili Samarth Singh alipopatikana amekufa nyumbani kwake katika ndoa. Wazazi na ndugu wa Twisha wamedai kwamba aliteswa na Singh na mama yake, jaji mstaafu Giribala Singh, kwa madai ya mahari na kwamba aliuawa. Giribala Singh ametaja shutuma hizo kuwa zisizo na msingi na kudai kwamba Twisha alikuwa na matatizo ya afya ya akili na kwamba alijiua. Inasemekana kuwa polisi nchini India waliambia shirika kubwa duniani la habari kwamba wamewasilisha kesi ya kifo cha mahari dhidi ya jamaa wa Singh na wanachunguza kama kifo cha Twisha kilikuwa mauaji au kujiua. Polisi wanasema pia wanajaribu kumtafuta Samarth ambaye anatoroka. Zawadi ya pesa taslimu imetangazwa kwa taarifa yoyote kumhusu na notisi ya mlinzi imetolewa ili kuhakikisha hatoki nchini. Mahakama huko Bhopal imempa dhamana ya mapema Giribala Singh lakini imekataa ombi la dhamana la Samarth. Ameombwa kujisalimisha ifikapo tarehe 23 Mei. Giribala Singh amesema hajui mwanawe yuko wapi, lakini akaongeza kuwa atatafuta dhamana katika mahakama kuu na atajisalimisha ikiwa itakataliwa. Wakili wetu alimshauri akae mbali. Alimwambia utauawa kinyama ukitoka nje. Kuna kashfa dhidi yake, watu wanadai anyongwe, aliambia jukwaa maarufu la video la Mojo Story. Msikilizaji, habari itaendelea. Basi mzazi akasema, lazima ukumbuke kwamba mwanangu amepoteza mpendwa wake sana, amepoteza mwenzake maishani. Na hatuwezi hata kuomboleza. Kila mtu anatupinga, alisema. Wakati huo huo, familia ya Twisha imekataa kuchoma mwili wake na kuomba uchunguzi wa pili wa maiti. Ripoti ya kwanza ya uchunguzi wa maiti ilisema alikufa kwa kunyongwa, lakini pia ilizungumzia majeraha aliyopata kabla ya kifo chake. Siku ya Ijumaa, mahakama kuu ilikubali ombi lao. Kwa kuwa Samarth bado anatoroka, familia ya Twisha ikitoa madai mazito dhidi ya akina Singh na jaji wa zamani wakitoa mahojiano kuhusu madai ya matatizo ya afya ya akili ya marehemu, kumekuwa na uandishi usiokoma wa habari kuhusu kesi hiyo. Ukurasa wa haki kwa Twisha Sharma umeibuka kwenye Instagram na umeingia kwenye uandishi wa habari. Shauku kubwa katika kesi hiyo ni kwa sababu ya Twisha alikuwa nani na sifa ya familia alioa. Kwa mtazamo wa umma, wanachama wa mahakama yenye nguvu ya India wanatakiwa kuongoza kwa mfano. Akiwa mwanamitindo na mwigizaji, Twisha alitawazwa Miss Pune mwaka wa 2012 baada ya kushinda shindano la urembo katika jiji la magharibi mwa India. Alikuwa ameshiriki katika kampeni kadhaa za matangazo na kuigiza katika filamu ya lugha ya Kitelugu. Katika miaka ya hivi karibuni, pia alikuwa amefanya kazi kama mtaalamu wa masoko katika makampuni binafsi. Marafiki na familia wanamtaja kama mwenye furaha, mkarimu na mwenye tamaa. Familia yake ilisema alikutana na Samarth, wakili aliyeko Bhopal, kupitia programu ya uchumba mnamo 2024 na wawili hao wakafunga ndoa mnamo Desemba 2025. Picha kutoka siku ya harusi yao zinaonyesha bibi na bwana harusi wenye furaha wakipiga picha. Lakini Washarma wanasema mvutano ulianza muda mfupi baada ya ndoa. Wanadai kwamba licha ya kutoa mahari wakati wa ndoa, walikuwa wakidhihakiwa kila mara na Singh kwamba harusi haikuwa kulingana na viwango vyao, shutuma ambayo Giribala Singh amekataa. Maana kutoa na kupokea mahari ni kinyume cha sheria nchini India. Sasa, uhusiano wa wanandoa hao umechunguzwa baada ya familia ya Twisha kutoa kile walichosema ni jumbe za hivi karibuni za WhatsApp kutoka kwake ambapo alidai kuteswa na Singh. Maisha yangu ni jehanamu hai, ujumbe mmoja ulisema. Mgogoro mkubwa kati ya Twisha na wakwe zake, Sharmas wanasema, ulikuja Aprili baada ya kupata mimba.
Wanadai kwamba mumewe na mama mkwe wake walihoji tabia yake na kumtuhumu kwa kubeba mtoto wa mtu mwingine na kumlazimisha kutoa mimba katika wiki ya kwanza ya Mei. Giribala Singh amekana madai hayo, anasema kwamba ni Twisha aliyesisitiza utoaji mimba huo, akisema kwamba hataki watoto. Baba yake Twisha, Navneet Sharma, aliwaambia wanahabari kwamba mara ya mwisho walipozungumza na binti yao ilikuwa tarehe 12 Mei, usiku wa kifo chake, alipompigia simu kwenye WhatsApp yapata saa 3:41 jioni kwa saa za huko. Twisha alikuwa akizungumza na mama yake wakati ghafla simu ilikatika, alisema, akiongeza kwamba simu zao hazikujibiwa kwa dakika 20 zilizofuata. Baada ya hapo Giribala Singh aliinua simu na kusema hayupo tena. Sharmas, ambao waliripoti kifo cha binti yao kwa polisi kwa mara ya kwanza, wamehoji kwa nini wakwe za Twisha hawakuwafahamisha polisi. Jaji mstaafu lazima ajue utaratibu katika kesi kama hizo, Navneet Sharma aliuliza. Giribala Singh alisema kuchelewa huko kulitokana na kwamba waliweka kipaumbele katika kumkimbiza Twisha hospitalini. Jaji huyo wa zamani, ambaye ametajwa kama mshukiwa katika malalamiko ya polisi, pia amekosolewa. Asanteni kwa kusikiliza. Habari tutaendelea.